Nataka nijue selo wewe unasema mwanzo ni kama ni Mungu. Location fasi fulani Mungu alikuwa. Mwanzo ni Mungu. So mwanzo ni Mungu. Mungu ndio mwanzo ndo Mungu ndo fondateur wa location. Hakuna location itakuwa isipokuwa na mwanzo wa Mungu. Juu hapo kwa commencement Biblia gisi nasema hapa hakuna mtu mwingine. Ni yeye Mungu ndo iko pale kwa commencement. So before commencement Mungu alikuwa wapi? Mwanzo. Hapa kukua before yeye ndo hapo mwanzo. Yeye ndo ana introduce sasa anasema mwanzo hapo mwanzo. Sasa before hapa mwanzo unataka kusema Mungu alikuwa existe? Sio yeye ndo iko nasema hapa. Hapa ni Exode. Ni Moize ndo aliandika hii livre. Iko nasema mwanzo, kule mwanzo Mungu akaumba dunia na nchi. So before kule mwanzo kwenye Moize yeye aliona. Before kule mwanzo Mungu alikuwa wapi? Ndio nataka nijue. Kule mwanzo ndo kwenye alikuwa. Moize alikuwa kuwa après. Akaona kule mwanzo kwenye Mungu alikuwa, ndo akasema kule mwanzo Mungu akaiumba. Unaona ile niko nakwambia hapa. Ni revelation ya yulu. Unaona hata mtu mwatafuta kipindi. Mwenye anasomaka neno la Mungu. Ataona upeti. Hii revelation anaitoa wapi? Ataona hii revelation mtu anatoa revelation ya mbali sana. Kule mwanzo mwenye aliandika kitabu ni Moize, njoo aliona kule mwanzo. Kule mwanzo Mungu akaumba dunia. Sike mwanzo yeye yuko après deja, iko tena mwanzo, yeye iko après anaona mwanzo sasa. Ni revelation hii. So kwa hiyo kutuelewesha vizuri wewe unasema wakati Mungu aliumba dunia alikuwa mwanzo. Yeye Mungu ndio mwanzo. Yeye ndio mwanzo, yeye Mungu. Ndio Biblia inasema, hapana mie. Tutasoma hapa Biblia inasema Dieu le commencement et la fin. Yeye ni alpha et omega. Yeye ndio mwanzo na yeye ndio mwisho. Biblia ndio inasema, sio mie riga. Uko unasikia? Ndio maana nyakati za mwisho Yesu yuko nazisema. Yeye yuko nazisema iko mwanzo. Yeye Yesu iko nazisema iko mwanzo. Sasa siye tuko muapre. Tunaona inakawia juu ya nini? Miaka yenye tuko nasabia ni miaka mingi, tandis que yeye mu macho yake ni siku. Lakini turudie kwanza pale kuna Mungu akaumba. Niko nataka nielewe. Ndio. Wewe ulisema ya kwamba mwanadamu yani mimi nilikuwa nataka nielewe eske sasa Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano wake. Ndio. Eske Mungu na yeye hivi na miguu, mikono? Ndio. Ba unasema Mungu ni esprit hawezi kuwa na miguu na mikono. Ndio. Iko. Ama ni esprit yenyewe kwa mkoo. Ndio iko esprit ndo wewe. Erega. Swali mimi na. So mimi niko constitute na mwili yangu, na mwili yangu ni mie. Ndio. Hiyo mwili yako ndo wewe. Sasa utakuwa jije mbele ya Mungu. Utashimamaka gisi unajiona wewe trezoro hivi, ndio utashimamaka. Na mwili yangu yote. Unajiona wewe trezoro. Sasa Mungu ni hivyo. So na Mungu na yeye ni hivyo. Ndio. Mungu iko na mikono, iko na macho, iko na pua. Biblia ndio inasema, sio mimi. Mungu iko na macho, iko na mapua, Dieu créa l'homme à son image. Mimi kwa siku ile ulichange ukasema Mungu ile mwili ndio ilikuwa Yesu. Lakini Kristo ni ile roho ndio Mungu sasa ule. Sasa kama Mungu ni roho ndio. Lakini hivi unasema kama Mungu na yeko na macho na mapua. Ndio. Sinjo. Erega hawezi kuwa koro bila esprit. Hawezi kuwa koro bila esprit. Lakini unaweza kuwa esprit bila koro. Habiwezi kuwa. Manake ndio niko nataka unitofautishe. Yesu kama alikuwa Mungu. Kwa nini Mungu asijui siku ya mwisho? Na Yesu aliongea vizuri akasema na mimi Yesu sijui hiyo siku. Ulisema mzuri mwanzo, tusiongeze ama tusipunguze. Yesu akasema na yeye ajui hiyo siku. Ndio. Lakini Mungu tu. Lakini hivi unaniambia Mungu ule wa mbinguni ndio huyo tena Yesu. Ndio. Koma sasa. Mimi gisi nilikwambia ukunisikia, nilikwambia hivi. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu au yakosea. Na ukisema Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu au yakosea. Ndio maana nikakwambia ule mwalizaliwa Bethlehem ni Yesu alizaliwa kwa Bethlehem. Yesu alikuwa anatofautisha mzuri lakini yeye na Mungu anaonesha utofauti. Unayo wakati Yesu alikuwa anasema, Biblia inasema hata Yesu alikuwa anawaambia nyie Mungu karibu yangu ndio mnaniolewa. Ni nani? Piko mtu akamuuliza Yesu tuoneshe baba.
Na sababu hata mimi jina yake naniruka, lakini naelewa hiyo. Akamwambia Yesu, tumuoneshe Baba. Akamwambia, tangu uliishi na mie au yaniiwaka, maana yake nini? Maana yake nini? Alikuwa tena wakati wa Farisayo, akawaambia, kabla Abrahamu hayakuwa mimi nilikuwepo. Bale Mafarisayo bakashtuka. Wewe hujaeneza miaka 50. Ulikuwa seke ni nini? Yesu alikuwa anaongea mparabole. Piko vitu wenye Yesu akiongea direct, akili zenu hazitaelewa. Akili ya mwanadamu ilikuwa ielewi. Kwa hiyo wewe una believe kama Yesu ndo Mungu? 100% ndo jina ya Mungu. 100%. Una believe kama Yesu ndo Mungu? 100%. Kwa mujibu wa Biblia. Biblia inasema naye ndio. Mimi niko nakupa maverse yenye Yesu anajidistingue na Mungu. Ndio, na uzima wa milele ndio huu. Ndio. Wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio. So kama unaweza niambia huyu Yesu hapa sana kwa kumsalaba alikuwa anaomba nani? Na mwa hii Biblia inasema ni Mungu. Mbona ile ya kusema ni Mungu haikamati? Ya wapi inasema ni Mungu? Humo Biblia. Ama ile unasema ukiniona mimi unamwona na Baba. Biblia wanasema ndiye Yesu naye ndio le Dieu véritable. Biblia. Mwa Korinto. Inasema le Dieu véritable iko Biblia. Mwa Korinto tukifungua utaitika wala utaikataa. Biblia inasema le Dieu véritable. Bamo wanasema when it comes ikikuwa swala ya Biblia kila nabii ama lese Paulo wala nani wala kila mtu alikuwa na revelation, especially Paulo ndo mwenye alikuwa ili kushindiria kusema ya kwamba ya Yesu ni Mungu. Ndio. Lakini bamo wanasema ukirudia huku nyuma hakuna profete wowote wala mtumishi wa Mungu mwenye aliweza kukonfirme ke Yesu ni Dieu. Kama Yesu ndo Mungu lelo mweko mbinguni. Sasa swali inakuya. Kwa kusema wewe uko trezor ni juu ya nini? Kwa kusema yuko trezor nizaliwa. Ndio. Kwa kusema wewe uko unasema hapo ni juu ya nini? Kwa kusema wewe uko unasema hapo uko trezor ni juu ya nini? Sio swali yako vizuri. Okay. Na kamata tasi ya mai, ni juu sina tasi ya mai hapa. Hii naipa jina ya Mungu. Afu hii tasi ingine iko ndani mai. Naipa jina ya Yesu. Nikikamata hii tasi na imwanga humu, haitakuwa na jina ya Mungu. Mwa hii tasi. Si mfano kunatoa MC. Okay. Tukamate tu hivi. Kama si leo tuko, kama mimi niko Riga wala uko trezor. Ni juu uko na esprit, mwili, uko na ame. Hiyo ame ikitoka, panabakia koro, utaitwa marehemu. Seki kwa kusema wewe uite trezor. Seki trezor ni ile ame iko ndani mwako. Mwili bila ile ame na esprit unapumua, c'est rien. Seki ile ame iko ndani mwako ndo trezor. Sasa ile ame itatoka, ni marehemu ndo tutakuita. Na tutaenda kuzika kabisa. Sasa juu ya nini hii siku Yesu hii mwili afu ile esprit ya mule kwa Mungu? Haiwezekani. Juu ya nini? Juu ya nini kwa wanadamu vinawezekana, kwa Mungu visiwezekana? I think wote vinawezekana juu si tuko individu, tuko personnel. Ndio. Lakini tunaona kwa Yesu ndio hatutasema ni individu personnel kwa juu tuko na mrefere kwa mtu mwingine. Sasa okay, Yesu wewe unamkamata sana kawaida. Mimi namkamata sana mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Yesu unamkamata. Ndio si Mungu yepeka alisema. Huyu ni mwana wangu mpendwa anayependezwa naye. Hayakuwa problem, ndio kisi neno inasema. Hayakuwa problem. Unamkamata kama mwana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu sio Mungu. Mwana wa Mungu sio Mungu. Mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu. Mtoto wa nyoka sio nyoka. Mtoto wa mbuzi sio mbuzi. No. Sio moyo faso. Ni kama tuseme sasa tuko watoto wa Mungu, tutasema tuko wa Mungu. Okay, tukamate tunamkamata ni mwana wa Mungu. Juu Biblia inasema hivyo. Ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anaweza samehe dhambi. Binaandiko anaweza samehe dhambi. Anaweza. Abiandikwe fasi kama mwana wa Mungu anaweza samehe dhambi. Unaweza kama vinaandikwa fasi. Abiandikwe? I'm not sure. Sidhani. Abiandikwe. Lakini mwana samehe dhambi ni Mungu tu. Sivyo? Kwa hiyo unataka kusema kwa hiyo sasa kama Yesu akisamehe dhambi, Yesu amekuwa Mungu. Mwenye anasamehe dhambi ni Mungu tu. Niko na andiko nataka nikupatie. Bafarisayo, Yesu alisamehe mtu dhambi, akamwambia nenda na dhambi zako zimesamehewa. Wakashtuka wakasema huyu mtu anasamehe dhambi yake ni nani? Ni nani? Erega hivi vyote viko vinapitikana ni revelation. Batu wabielewe jua kwa wanasoma Biblia kama kitabu. Ndio maana babielewe.
lakini Yesu ni Mungu aliye hai. Na leo ukikufa unajua Yesu ni Mungu aliye hai, mbingu utaiona. Na ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, mbingu utaiona. So ukisema Yesu ni Mungu, that's fine. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, that's fine. Lakini sasa Mungu hapendi like ba muasosin ama ile fasi yake. Na nani? Yani na mtu wote ule hapa. Mtu gani? Mtu yoyote ule. Mtu gani? Wote, could be anybody. Mtu wote so mimi na wewe. Exception kwa Yesu. Ndio, pigo exception kwa Yesu. Juu Yesu akuzaliwa kama kisi wengine walizaliwa. So kwa hiyo kuko Mungu kuko na Yesu. Hayakuwa probleme. Ndio tunataka Mungu pako na wenyewe wako natufuatilia wanataka kujua. Pako Mungu pako na Yesu. Pako Mungu kuna Yesu. Ndio. So kama uko unasema Mungu ni Yesu. Ndio. Pako Mungu pako na Yesu. Na huyo Yesu tena ni Mungu. Si ni kitu kimoya? So ukisema na yeye Yesu ni Mungu. Je, Yesu ni Mungu Baba ama ni Mungu Mwana? Biblia isemi hivyo. Biblia inasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, lakini vyote ni kitu kimoya. Na kwa kana swali hapo hiyo na unasema bakisema kwa jina la Baba. Jina la Baba ni nani? Baba ni nani? Ndio huyo Mungu. Jina la Mwana ni nani? Ndio huyo Mungu. Na la Roho Mtakatifu. Jina la Roho Mtakatifu ndio huyo Esprit, huyo Mungu. So kwa hiyo ukienda kubatizwa tunakubatiza kwa jina la Mungu. Kwa jina la Baba? Jina la Baba. Mbona mlisemaje? Ni nani hiyo jina ya Baba? Ni nani? Huyo Baba. Ndio huyo Mungu. Sasa ndio kwa hiyo nikienda mimi nikibatizwa hivi tunakubatiza kwa jina la Mungu. Ajua hata shetani anajiita Mungu. Ndio maana bana difference kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. So I think ukitumia neno Mungu sio like ngondo jina yake, no, ile ni kama titre. Ni kama titre. Yeah, right. So jina yake ni nani? Yesu Kristo. Jina ya Mungu ni Yesu Kristo. Ndio jina yake. Ndio. MC. Mtumishi. Ndio Biblia inasema mtumishi. Uko convaincu ke jina 100% ndio jina yake. Hiyo mahala sio jina yake. So Mungu jina yake Yesu Kristo. Ndio jina ya Mungu. Le Dieu véritable. So Yesu naye ni nani? Yesu si ndio huyo Yesu alizaliwa Bethlehem. Jehova ni nani? Ndio huyo Mungu. Si ziko na Jehova ni titre za Mungu, ziko na maana yake. Ni kama Kristo amuita Ebeneza. Ebeneza sio jina ya Mungu, ni vile. Ilikuwa ni jina ya vile. Elohim iko na signification yake. Huyu Elohim, Jehova, huyu ni nani? Ndio huyu Yesu ama ni mwingine tofauti? Ndio hizo ziko na maana yake. Hiyo Elohim iko na maana yake Elohim. Jehova iko na maana yake Jehova. Sijui hii iko na maana yake hii. Ndio huyo Yesu sasa. So kwa hiyo jina kamili ya Mungu ni Yesu. Yesu Kristo ndio jina ya Mungu. Sasa kipindi Yesu anazaliwa ndio walikuwa wanaongea lugha gani? Sijui kama unajua unaweza tuambia walikuwa wanaongea lugha gani? Banani? Wakati Yesu anazaliwa kwenye Yesu anazaliwa. Walikuwa wanaongea Aramea. So eske tunaweza kuwa na jina yenye iko close maybe na jina walimpangaka ile sana anazaliwa ule mtoto? Yoshua. So hiyo ya Yesu inatoka wapi? Si malugha. Yesu si Kiswahili. And kwa nini Jesus si français? Ndio Swahili. Jesus si anglais. So kwa hiyo bali translate Yesu ama Jesus kwa Yoshua, right? So kwa nini msimwite tu Yoshua? Mbona Paulo anaitwa Paulo? Yohana anaitwa Yohana. Paulo anaitwa Paul. Hapana, mkiaramee mkilugha kyao anaitwa tu Paul. Maki tutakutana mule mlugha yao ni Paul hivyo. Right. Lakini bakienda bana traduire mu malugha zingine atakuwa na traduction ya lugha. Kama let's say mimi naitwa Trésor. Est-ce nikikia hapa no Bamboni. Naitwa Bamboni. So nikikia hapa Etazini. So kwa hiyo Amerika ifo ba translate Bamboni waanze kuniita Mkiingereza ama kama hiyo Bamboni ingekuwa na signification hapo mu anglais bangi traduire hivyo. So Yesu Yoshua bali translate mu malugha mbalimbali. Juu wakati Yesu alizaliwa mu 12 tribus d'Israël, balikuwa wanaongea malugha tofauti kule Israeli. Lakini lugha yenye Yesu aliongeaka yeye ni Aramea. Mu Aramea wakati anazaliwa ndio alikuwa anaitwa Yoshua. Sasa sasa na traduire malugha ndio wakutana Jesus, unakutana Yesu. Lakini kwa nini wasimwite tu Yoshua jina yake kama ni Yoshua? Kwa nini asiite tu Yoshua? Anaitiwaka hiyo jina yake. Anaitiwaka. Si tunasema Yesu juu tunaongea mu Kiswahili ni Yesu. Tunasema Jésus juu mu français ni Jésus. Kwa wanasema ile lettre ile J. Wakati wanaigundua
ni miaka tu banasema banani banasema miaka 400 nyuma. Ni lugha ni kama Mungu. So kwa hiyo kule nyuma kote hiyo herufi ilikuwa hakuna. Ni kama Mungu. So no way tunaweza sema ngo ile Y Yoshua ile Y ya mwanzo tuigeuze ikue. Lugha yangu ndo ndaigeuza hivyo. Taigeuza hivyo lugha yangu. Walitoka kukiaramee bakaenda. I think maybe tuseme maybe lugha ya kwanza yenyewe nadhani baliweza kaanza kutranslate. Unaweza kwa lugha gani? Kutoka kukiaramee. Hapo sasa siwezi jua lugha ya kwanza balianza kutranslate. Okay. Na Biblia yenyewe haikuandikiwa mwa lugha yetu. Right. Biblia ya kwanza iliandikiwa mu Kigreki. Right. Ilikuwa inaitwa Biblos. Right. Ndo Biblia ya kwanza. Sasa wakati neno inakuya huku inabidi baitradue tusikie. Si tutasoma mu Kiaramee ndio tusikie Kiaramee. So okay Yesu hiyo ni Kiswahili. Tulitraduire Yesu kutoka kwa lugha gani? Tulitraduire Yesu kutoka ile lugha original. Hapana. So kutoka kwa Yoshua tukaita Yesu. Si palikuwa matradiction, palikuwa français, palikuwa anglais, palikuwa lugha zani maybe kutoka kukiaramee maybe ya Kigiriki maybe baada ya Kigiriki kakuya. Hapo sitajua lugha gani tulitraduire. Lakini kinachoamini kama hiyo jina ya Yesu nikiambia mapepo inatoka, basi ndio mimi naamini. Okay. So kwa hiyo una believe kama Mungu ndio Yesu. Hakuna tofauti between Yesu na Mungu. Hakuna. Kuna tofauti kwa ujibu wa Biblia. Mimi unaona niko naongea na neno. Kwa hiyo benye watatufuatilia mcomment hapo, mtuachie mwe mnaelewa nini? Ndio. Kuhusu hiyo sujet moja, lakini kuendelea kwenye tulikuwa sasa. Ndio. Kuhusu hizo siku za mwisho. Ndio hizo siku zetu kwemo. Hizo siku za mwisho zenyewe unasema ndugu yangu. Ulitoa ile verse ulituonyesha Yesu alikuwa anazungumzia manyaka. Iko na explain wanafunzi wake. So labda nikiuliza wanafunzi wake selo hivi yenyewe Yesu alikuwa anawaambia hapa. Maana unatuambia hakuna kinyevo walionaka wakakufa and then si ndo tunangoja tuone ama ni aje? Ndio, Yesu sasa alikuwa iko nasema hakukuwa na expect kama hiyo wataona. Lakini alikuwa anawaambia gisi hizo siku zitakuwa juu hivyo, si ndio watabakia watazifundisha hizo siku. No. Hapa MC4 ni explain mzuri. Ndio. Kwa juu Yesu alisema aliwaambia pia. Alikuwa anawaambia. Kwa mfano pale kwa aliwaambia naenda kuandalia makazi. Makao. Iko naambia banani? Banafunzi yake alikuwa kuna balagi kuna waambia. Nitakuja kuwachukua. Ndio. Kwenye mimi nitakuwa na nyinyi mtakuepo. Lakini aliendaka na kurudia kuwakamata sasa bali wachinja bali waua ndio. Sasa bali uwa nafsi zao. Sikia sasa. Bali uwa nafsi zao. So kwa hiyo bali uwa mwili zao, Yesu akiabeba maroho zao ama ni erega. Ndakuja kuwachukua. Si ndio ile mtumishi nilikwambia ni future. Ndakuja kuwachukua, yes. Erega si siku za mwisho mtumishi yenye itakuwa jije sio iko. Biblia inasema tutavala mwili mpya, si ndio hivyo? Ndio Biblia inasema. Biblia yako na sio mwili tuko nayo sasa hivi. Seke Yesu iko na ubiria, haiko na ubiria iko roho yako mtumishi. Ni koro gani nyingine sasa iko na ubiria hiyo mwili yenyewe utakuwa nayo sasa itakuwa jije hiyo ame. Ndio Yesu iko na ubiria. Lakini hawasemi kama ame ni mwili. Hawasemi ame sio mwili, sio mimi nakwambia. Sasa Yesu iko nawaambia. Unaireferea kama ndio mwili yenyewe itakuwa jije hiyo. Ame ndio itakuwa jije. Lakini sio mwili. Sio mwili. So hiyo mwili mpya tutakuwa nayo sasa nini? Hiyo mwili mpya Biblia inasema tutavaa mwili mpya. Haikutudefinire tuambie mwili utakuwa hivi. So tunaweza kuwa manyoka huko, tunaweza kuwa gari. Haikudefinire kuwa gari, ikuwe chuma, haikudefinire. Lakini ame haikufaki. Kama Yesu alikuwa anaongea na ame. Hakukuwa anaongea na koo. Jua alikuwa nayo anaenda koo itakufa. Bras. So Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, kuna baambia nenda kuandalia makao. Ndio. Hakukuwa anaongea na ile miili yao yenyewe wako nayo. Si kama unanielewa. Sasa Yesu iko naongea, alikuwa anajua iko hapa batakufa. Hii ni koo na itakuwa jije ni ame. Yesu alikuwa anaya kama ame haikufaki. Ame inaishi kama gisi tutaishi mbinguni mabilion des années tutaishi mbinguni. Sio koro ndio itaishi mbinguni. Ni ame yetu ndio itaishi mbinguni. Lakini itapewa mwili mpya. Sio Biblia inasema itapewa mwili mpya. Hiki kitaenda mu budongo.
So kwa hiyo unasema Yesu ile saa alikuwa anaongea na wanafunzi yake. Yeye alikuwa anajirefere ku amezabo. Kwa amezabo sio hiki mwili. Basi naachia watu mcomment leo. Juu Yesu alikuwa anajua kama hapa watu, alikuwa anaweka kama hapa watu. Batakufa lakini zile ame hazitakufa. Uko nasikia mtumishi. Niko najitahidi kuelewa hiki kitu. Utaelewa. Bado sielewa. Utaelewa. Ndio maana wakati kuko naongea siku za mwisho. Uangalie miaka ndo wakati hiyo neno Yesu aliwaambia kama kisi tulisoma Biblia hapa. Biblia inasema wakati Yesu anaanza ministeri yake ndo neno ya kwanza alianza kaambia watu. Sijui kama unajua. Hiyo ndo neno ya kwanza Yesu anaanza ministeri mtumishi. Anaambia watu kama siku za mwisho zinakuwa ziko karibu. Watu ndo wakati anaanza ministeri. Sasa Yesu wakati iko nawaambia wale, wao Tanzania alikuwa na watu kama aba bitakuya bangaliki. Yesu alikuwa anayaka. So Yesu alikuwa anajua kama watakuwa bashakufa. Alikuwa anavijua. Ame hapo zitakuwa ziakufa. Ndo zile ame ziko zinangoya jijema tutakuwa nabo. Sasa tutanyakuliwa na watu waliyekufa wakinyakuliwa tunaenda mbinguni na hao watakuwa zile ame. Mbinguni sio mimi na wewe tutaonana mwili hivi mtumishi, ni ame zetu. Na hizi nyakati zetu kwa mtumishi ni za mwisho. Ndio maana unaona kila siku natia kustati ni nyakati za mwisho. Okay, maybe turudie kwanza mpaka pale kwa nyakati. So selon wewe sasa. Ndio. Julie kwanza mwanzo explain naambia kuanzia ile wakati kule Yesu iko anawaambia na hiyo walikuwa wanaenda wanaona manyakati. So right now sasa wewe nini nakufanya believe kabisa hizi 2026 leo question ya nyakati za mwisho? Nini inanifanya ni believe kama leo ni nyakati za mwisho? Juu zile nyakati wakati Yesu aende alikuwa anatuambia ziko na masinye. Si ndio? Alikuwa anatuambia ziko na masinye mtumishi. Ndio. Mkiona hichi na hichi. Juu alimuuliza pale. Tutayua aye kama ni nyakati za mwisho. Jua ukutuachia saa au kutuachia muda au kutuachia siku. Lakini tutayua haya. Akawaambia, "Mtaona hiki na hiki. Mkiona hiki na hiki kama kisi tulisoma muuji mwa Biblia. Mkiona hiki na hiki, msikui na boga, hayakuwa mwisho. Lakini muyue ni zile nyakati ziko zinasogea." So kwa hiyo tuseme kuanzia wale bakule mwisho. Ndio. Bakule mwanzo mpaka si leo 2026. Si wote tungali tunaona hiyo manyakati. Si tunaenda kuna dunia yaisha. Tuko tunaona tunyakati. Si ndio hivi? Zile nyakati tuko tunaziona. Yaisha. Zile nyakati tuko tunaziona ziko zinajogea. So kwa hiyo tuseme maybe kuanzia siku Yesu anakufa. Ndio. Nyakati za mwisho ama tuseme tangu Yesu anazaliwa. Nyakati za mwisho zilianzia pale. Ndio. Mpaka leo ziko zinaendelea. Ndio. Lakini aliwaambia mkiona hiki na hiki akiyakuwa mwisho. Bale waliona hiki na hiki yakuwa mwisho. Lakini si hapa Kenya tuyaona nini? Ano nataka nijue na Kenya yenyewe huko unaona leo. Ndio. Tofauti na yenyewe wale walionaka. Tofauti na wale walionaka. Leo wale abakuonaka hii manania inyo yenye Trump iko nafanya. Inyo ya hii manania ya Arabu ya Babylon. Abakuionaka bali. Mesi tunaiona. Tena Yesu alisemaka mkiona hivi muyue. Sasa ile epoki abakuona hivi leo hii Trump anakuwa anafanya masinyatiri mape inahubiriwa mu Biblia ya security kusema amani nini iko mu Biblia bali abakuionaka. Amani gani Trump iko nasinya? Hii maneno ya Babiloni. Vita ingali mpaka leo amani gani iko nasinya? Ndo kwenye iko naenda sasa. So before mandake isha takwasha sinyo. Ndo kwenye iko naenda. Ndo kwenye iko naenda. Kwa hii leo yote hakuna sinya yenye tunabakiana nayo. Sinya tunabakiana nayo ni ya mwisho. Itakuwa ni moya. Ndo hii iko nataka kufanya. Pape wanataka kufanya dini moya. So hiyo ikigonga hata ikigonga abayasema ndo inafika. Jua tuyui siku wala saa. Mekwenyeko inaelekea ni pabaya. Juu kwa enlèvement akutuambia siku wala saa. Alituambia hapa tulisoma Biblia, prenez garde, mkue sana. Juu atakuya siku hakuna anayejua. Hiyo siku hakuna, hata sasa inaweza kuwa hiyo siku tuko tunaongea inakuwa, lakini nashukuru Mungu inaweza kuwa sasa tunaweza enda mimi na wewe. Juu tunaji nani muro kama hiyo siku itakuwa. Juu tuko wanaisha bayui.
wala baiamini kama itakuwa. Ndio maana Biblia inasema patakuwa siku za mwisho, patakuwa bamokeri bado kusema hiyo ni leo alisema huyo nani wa safina inaandikiwa hakuna mvula itakuwa. Biblia inasema na kama gisi ilikuwepo kwa Nuhu ndivyo itakuwepo wakati